Yule fundi saa akamwambia bei nyingine ambayo ni bei kubwa kidogo, kama shilingi 50,000 hivi. Akamwambia of course hii saa hata 50,000 unaweza kuuza hii. Sasa ni saa nzuri kabisa. Yule mtoto akarudi. Akamwambia mzee bana, yule mtengeneza saa akaniambia hii 50,000 anatoa. Sawa. Akamwambia sasa hebu ipeleke makumbusho ya taifa. Waambie bwana mimi nina hii saa ya zamani. Kama nikitaka kuiuza mtanunua bei gani? Basi mtoto akaenda kule. Kwanza alipofika tu wale waliompokea wenyewe watunza vile vitu, kwanza walishangaa ile saa. Pale kwenye makumbusho yao kuna mchoro wa ile saa. Ile saa yenyewe hawana, ni ya zamani sana, ila wanafahamu zilikuwepo. Kwa hiyo pale kuna mchoro wa ile saa ambao wanautumia kama watu wakija kwenye makumbusho, wanawaonyesha kwamba saa za zamani moja ilikuwa hivi, ilikuwa na muundo huu, na hii saa ilikuwa ni ya goldi kwa 1 2 3, nyingine zilikuwa ni za shaba. Kwa walivyoiona ile saa wakahamaki. Wewe dogo umepata wapi? Ni yenyewe. Wakaenda wakaipima wakakuta ni yenyewe, original kabisa. Wakaifanyia testi zao zote wakakuta ni yenyewe. Kaambia sasa dogo, wewe unataka shilingi ngapi dogo? Akasema mimi nataka nijue bei ya hii saa nikiwauzia. Mtaniuzia shilingi ngapi? Wale jamaa walimwambia pesa nyingi sana, zaidi ya milioni 50 kwa ile saa moja, kwa sababu ilikuwa ni pure gold. Yule mtoto akamwambia sawa, mimi narudi nyumbani. Akamwambia kama hujaridhika njoo tuongee, tutaongea, tunaweza kuongezea. Akamwambia sawa, mimi nimewaelewa. Nilikuwa nataka nijue bei tu. Lakini kama mtahitaji saa, hamna shida. Mimi nitarudi hapa. Kama nilivyokuja, nitarudi tena. Sina sema kuipeleka. Karudi nyumbani akamwambia babake. Babake akamwambia si umeona? Mimi nilikuwa nataka nikuonyeshe kitu kinakuwa na value kikiwa sehemu sahihi. Umeenda kwa muuza scrap akakwambia 400 si 600, haikuwa sehemu sahihi ile. Japokuwa na yeye anahitaji. Umeenda kwa fundi saa, kuna bei aliyokuambia. Still ilikuwa ni hela kidogo, lakini haikuwa sehemu sahihi. Lakini umeona kitu kile kilivyoenda mahala ambapo panastahili kuwepo. Umeona thamani yake? Kwa hiyo hata wewe ukiwa huridhiki na mahali ulipo, tafuta mahali ambapo utaridhika. Ukiwa unakaa sehemu watu hawakupi heshima yako, watu hawakuthamini jinsi unavyopaswa kuthaminiwa, watu hawakupi nafasi ambayo wewe unahisi unapaswa kupewa, ondoka. Usikae hiyo sehemu, tafuta sehemu ambayo utaheshimika, tafuta sehemu ambayo utapewa nafasi ambayo unahisi unapaswa kupewa, na utaishi kwa amani, na kila mtu atakuwa anakuangalia vile ambavyo wewe unataka uangaliwe. Hilo ndio somo ambalo dogo alilipata hapo.